Kama wewe ni mwajiriwa na unataka kujua aina mbalimbali za mapato ambazo unaweza kuwa nazo, hii video ni kwa ajili yako. Hello, habari, mimi naitwa Happy Msale, karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Kwa channel hii tunaongelea mambo mbalimbali ya fedha, kuwekeza, kuweka akiba. Kwa kama hivi ni vitu ambavyo vinakufurahisha ama ungependa kujifunza zaidi, karibu ili tuendelee kujifunza pamoja. Leo nataka kuongelea aina 6 za mapato ambazo unaweza kuwa nazo kama mwajiriwa. Karibu. Kwanza tuanze, kuna aina mbalimbali za mapato. Kuna ambazo zinaitwa active income, kwamba hizi ni yale mapato ambayo lazima wewe mwenyewe uwe hapo ili uweze kuipata. Utumie nguvu yako zaidi ili uweze kupata haya mapato. Kama wewe ni mwajiriwa, huo mshahara wako naenda mapato, kwamba wewe unaenda kazini, unafanya kazi hapa kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Hii ni aina ya mapato ambayo lazima uwepo wewe ili uweze kupata. Usipokuwepo labda hutapata huo mshahara. Hiyo ndio tunaita active income. Pia kuna mapato ambayo yanaitwa passive income, kwamba hii ni pato ambalo sio lazima wewe uwepo ili uweze kupata. Unaweza ukaa na hela yako inakupa labda faida, inakupa gawio, sio lazima wewe mwenyewe uwepo ili uweze kupata. Kwa hiyo tunaongelea hizi aina mbalimbali za mapato. Kama ni mwajiriwa, unatumia muda mwingi sana ofisini, unakaa ofisini labda kuanzia saa 2 mpaka saa 11, umeajiriwa ili uweze kupata mshahara wako. Lazima uanze kutafakari kwamba je, zaidi ya hapa nawezaje nikaongeza kipato changu? Mapato gani mengine ambayo naweza nikawa nayo ili iweze kaniongezea tu hii hela ambayo ninapata kila mwezi? Karibu. Aina ya kwanza mapato ni kwamba unakuwa umepata gawio. Gawio unakuwa umepata kwa kuwekeza kwenye hisa. Hisa ni nini? Hisa ni sehemu ya kampuni ambayo unakuwa umewekeza. Kwamba unaweza ukachukua hela yako ukawekeza kwenye sehemu ya kampuni, kwa mfano ambapo kampuni ambayo iko kwenye soko la hisa ya Dar es Salaam. Hii kampuni ikitengeneza faida inakuwa inatoa kwa wale wanahisa wake, ambao kama mwanahisa unakuwa unapata, ambapo inaitwa gawio. Kuna kampuni mbalimbali ambayo yako kwenye soko la hisa ya Dar es Salaam ambao unaweza kuwekeza. Kwa mfano kampuni kama CRDB, NMB, TBL, Tanzania Breweries, TCC, kampuni ya sigara. Kuna makampuni mbalimbali ambao unaweza ukachukua hela yako ukawekeza kwenye hizi kampuni, yakipata faida unakupa wewe kama mwanahisa, na unakuwa unapata hela. Nimetengeneza video ya hisa ni nini, nitaweka link hapa, kama hujawahi kuiangalia unaweza ukaiangalia. Na hapo tulikuwa tunaongelea hisa. Aina nyingine ya mapato ambayo unaweza kupata ni capital gain, kwamba muongezeko wa bei ya hisa. Unaweza ukanunua hisa, labda umenunua kwa shilingi 100 ikapanda mpaka shilingi 200, ikapanda mpaka shilingi 300, ile hela yako imeongezeka. Kama ulikuwa umewekeza 10,000, labda sasa hivi ni 20,000. Kama ulikuwa umewekeza 20,000, labda sasa hivi ni 40,000. Lakini cha muhimu cha kujua ni kwamba kadiri hisa inavyopanda bei, hauna garanti kwamba itabaki hapo hapo. Pia inaweza ikashuka. Unaweza ukawekeza hela yako, umeweka 1,000 yako, ghafla ikawa 500, kama soko la hisa lifanyi vizuri ama hiyo kampuni ambayo ulikuwa umewekeza haifanyi vizuri kwa muda huo. Kwa lazima ujue kwamba ndio unaweza ukawekeza kwenye hisa ukapata hiyo bei ya hisa ikapanda, lakini pia inaweza ikashuka. Aina nyingine ya mapato ni riba ama interest. Hii ni nini? Hii ni kama unakuwa labda umekopesha hela yako, umemkopesha mtu hela, anakupa na riba. Kuna aina nyingi za uwekezaji ambao unaweza ukakupa riba. Unaweza ukawekeza kwenye dhamana za serikali za muda mfupi ama za muda mrefu. Hizi ni uwekezaji kwa serikali, labda miezi 3, 6 au mwaka, ama miaka 2, miaka 7, miaka 10, 15 na kuendelea. Ukiwekeza kwenye hizi dhamana za serikali, unakuwa na garanti kwamba kila miezi 3 ama kila miezi 6 au kila mwaka unakuwa umepata gawio. Na wao wanasema kabisa kama ukiwekeza kwenye hii ya miaka 10, labda gawio lake ni shilingi fulani. Kwa ndio unaweza kuwa mwajiriwa, lakini ukaamua kwamba umeweka ndio akiba yako, baadaye unachukua hii hela ambayo umeweka ukawekeza kwenye dhamana za serikali za muda mfupi au muda mrefu. Hii maana yake ni kwamba hela yako haikai tu benki, haipati faida yote. Kwa hiyo unakuwa unawekeza kwenye dhamana za serikali za muda mfupi ama za muda mrefu. Pia unaweza ukapata riba kwenye fixed deposits, kama ukiwa na hela, na mara nyingi lazima iwe nyingi kidogo hapo benki yako. Unaweza ukaenda ukauliza, kwa hii hela nikiweka kwa miezi 3 ama 6 au mwaka au miaka 2 nitapata faida ya shilingi ngapi? Unaenda benki yako, watakupa riba. Ama unaweza ukawekeza kwenye hii mifuko ya uwekezaji wa pamoja,
kuna mifuko ya uwekezaji wa pamoja ambayo inakwambia kabisa kwamba kila miezi 6, kila mwaka, kila miezi 3 tutakuwa tunakupa riba ya kiasi fulani. Ama unaweza tu ukaenda benki yako ukauliza kwamba mimi nataka kufungua savings account. Of course hii savings account waga haina riba kubwa, lakini pia kuliko hela yako ikae benki haipati faida yote, unakuwa unaweka kwamba inapata angalau faida kidogo. Aina nyingine ya mapato ambayo unaweza kuwa ni kwamba unakuwa umewekeza kwenye biashara, na hii ndio ina risk zake. Unaweza ukawekeza kwenye biashara isifanye vizuri, unaweza ukawekeza kwenye biashara ghafla ikafanya vizuri mpaka hata ikakusaidia kama wewe unapata hela zaidi. Na unaweza kuwekeza kwenye biashara ambayo ni ya kwako, ama labda rafiki yako ana biashara yake, labda anatafuta watu ambao unaweza ukawekeza, na kama ikifanya vizuri unaweza ukapata faida. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kukaa na kuwaza. Ndio najua muda wangu mwingi sana, labda kuanzia saa 2 mpaka saa 11 uko kazini nafanya kazi ya mwajiri, lakini je, hii hela yangu ambayo ninapata, huu mshahara wangu ambao ninapata, naweza nikafanya kwamba huo unaweza ukanipa faida zaidi? Naweza nikaanzisha biashara. Kuna kitu ambacho unapenda, kuna biashara ambayo unapenda ambayo unaweza ukajaribu, unaweza ukapata hela. Ndio hii inaweza ikawa ngumu kwa watu wengine, lakini lazima uanze kuwaza kwamba je, nifanye nini ili niweze nikaongeza mapato yangu. Aina nyingine ya mapato ni kodi. Unaweza ukawa na nyumba yako umeshaijenga, unapangisha, mtu anakuja anakuwa anakulipa kodi. Au labda una shamba lako haulitumii, unampangisha mtu analima anakupa. Hii kuna uzuri na ubaya hii. Uzuri wake ni kwamba unajua kabisa kwamba kila mwezi, kama ni nyumba ya kupangisha, unajua kabisa kila mwezi nitakuwa napata shilingi fulani fulani. Baada ya kuwa na hiyo nyumba haikuhitaji sana uwe hapo, kwa sababu kuna mtu hapo labda tu ni marekebisho madogo madogo ambayo lazima unafanya. Lakini changamoto moja hii aina ya mapato ni kwamba lazima uwe na hela nyingi. Ili uwe na nyumba lazima labda uwe na kiwanja, lazima uwe na ile hela ya mwanzoni ya kuweza kujenga hii nyumba. Ndio maana kwenye nchi zilizoendelea kuna vitu ambavyo vinaitwa REITs, kwamba unakuwa unawekeza kwenye kampuni ambao kazi ya hiyo kampuni ni kuwekeza kwenye majengo ambao watu wanakuwa wamepangisha ili wao waweze kupata kodi, na wewe kama mwanahisa unapata kodi kwa sababu ulikuwa umewekeza kwenye ile kampuni. Kwa Tanzania sijui kama kuna REITs nyingi, lakini najua kwa nchi ambazo zimeendelea hizi REITs ziko nyingi, ambao wewe hutaki ile mizunguko ama ile ghasia kwamba ndio kuna mpangaji ametoka ameharibu nyumba, inabidi ndio nikarekebishe, ama sasa hivi nyumba yangu haina wapangaji, inabidi na mimi nianze kutafuta wapangaji. Kwa mtu ambao hapendi usumbufu, anaweza kawekeza kwenye hizi kampuni ambazo kazi zake ni kuwekeza kwenye nyumba, kuwekeza kwenye real estate. Wakipata faida wanawapa wale wanahisa wao. Kwa Tanzania sijui kama ziko, lakini kama nikijua nitaongeza hapa chini kwenye comment section. Na aina nyingine ya mapato kwa Kiingereza inaitwa royalty income, kwamba hii ni mapato ambayo baada ya kuyatengeneza unakuwa uyafanyii kazi sana. Kwa mfano labda wewe ni mwanamuziki ama umetengeneza kitabu chako, umeandika kitabu, baada ya hapo hicho kitabu tayari kipo, mtu anaendelea tu kukinunua. Baada ya miaka 2-3 watu wanaendelea kununua, wale wanaochapisha tena wanakupa hiyo hela yako. Hii ni mapato ambao yanahitaji muda zaidi kuyatengeneza hapo mwanzoni, lakini baada ya hapo unakaa tu chini unapata hayo mapato. Kwa mfano wanamuziki wengi sana YouTube wametengeneza muziki wao wameweka YouTube, ndio ulitumia gharama kutengeneza muziki, kutengeneza na video, lakini wakisha zipost YouTube watu wanaendelea kuangalia, YouTube inaendelea kuwalipa tu kidogo kidogo kutokana na matangazo ambao wameweza kuweka kwenye zile nyimbo. Haya ndio yote kwa leo. Hizo ndio aina mbalimbali za mapato ambazo unaweza kuwa nazo kama mwajiriwa. Nadhani cha muhimu hapa ni nini? Cha muhimu ni kwamba ndio unaweza ukawa kama umemaliza chuo, umeajiriwa, labda mshahara wako sio mkubwa sana, lakini lazima uanze kuwaza kwamba je, nifanye nini ili mapato yangu yaweze kaongezeka? Je, hii hela yangu unaweza ukawa unatoa kidogo kidogo unaweka kama akiba, baadaye kisha kwa nyingi kidogo unaanza kuwaza kwamba je, niwekeze kwenye nini? Niwekeze kwenye hisa, niwekeze kwenye dhamana za serikali za muda mfupi au muda mrefu, je niwekeze kwenye nini? Unataka kwamba hiyo hela yako ambayo unapata endelee kukua na kukua ili mapato yako yaweze kuongezeka. Haya ndio yote kwa leo. Kama una comment yote unaweza kaongeza hapa chini kwenye comment section. Kama umefurahi video na hujasubscribe kwenye channel yangu, tafadhali subscribe. Tutakutana tena wiki ijayo. Kwaheri.